Najua mlinimisi, hata mimi niliwamisi sana jamani. Watu wananiuliza kila siku, Maso OG Mzalendo, vipi bana, unatuonjesha utamu alafu uendelezi simulizi au unanitekenya bado hujaimalizia? Please forgive me, bado hujaimalizia. Nguvu ya mapenzi bado hujaimalizia. Ndo nini sasa? Mambo tu yalitokea ya hapa na pale, yalikuwa yanataka kuturudisha nyuma, lakini Mungu ni mwema. Tumerudi na tunaendelea pale pale ambapo tulipoishia. Leo nimekuja na simulizi inaitwa Safari Yangu. Inamhusu binti mmoja Kigoli kutokea kabila la Kichaga. Binti mweupe, mrembo, mzuri. Lakini baada ya kupata rafiki akajikuta kwamba anayajua mapenzi, na baada ya kuyajua mapenzi akajikuta analia kwa sababu ya mapenzi, mara baada ya kuenjoy sababu ya mapenzi. Twende sambamba. Kwa sasa tumehama kutokea Maso OG Mzalendo. Mwanzo ulikuwa ukiingia YouTube unaandika Maso OG Mzalendo. Kwa sasa tumeibadilisha hiyo channel, inaitwa Mom Media. Mom Media, yani Mom ni Maso OG Mzalendo kifupi chake, lakini imekuwa ni media. Kwa hiyo niwaombe wale rafiki zangu wote, wanangu faida, ndugu jamaa na marafiki mnaoendelea kunifuatilia, basi tujiunge humo, tusubscribe, tuweze kuitia nguvu hii channel kusudi izidi kwenda mbali zaidi. Kwa sasa tumeanza na tumalizi, yani back to back. Karibu sana. Mwandishi anaitwa Lisa Mwala. Mimi ninayekusimulia anaitwa Maso OG Mzalendo. Bingwa kusambaza upendo, snaga skendo. Waswahili wanasema taratibu ndio mwendo. Ni mwiko kumpiga mtu na mwiko, maji hayapande mlima. Mwaka wa 90 tatizo litabaki kwa muda. Twende sawa. Kwa majina anaitwa Jacqueline Masawe. Ni mtoto wa kwanza katika familia ya mzee Masawe. Ilikuwa na watoto wawili tu, yaani mimi na mdogo wangu ambaye alikuwa anaitwa Eddie. Mama yangu alikuwa mwalimu wa shule ya msingi, wakati baba yangu alikuwa anafanya kazi katika shirika la reli jijini Dar es Salaam. Na mdogo wangu tulizaliwa wote Dar es Salaam. Tukasoma Dar es Salaam hadi tulipomaliza darasa la 7. Mama yangu ndipo alipata kazi serikalini, maana mama alikuwa anafundisha shule za binafsi. Lakini Mungu alikuwa mwema, aliweza kupangiwa mkoani Iringa kufundisha shule ya serikali. Wazazi waliweza kukaa na kukubaliana mimi na mdogo wangu tuweze kwenda na mama huko mkoani Iringa, ila baba atabaki Dar es Salaam. Basi bana, mama aliweza kufunga safari mpaka Iringa kwenda kuhakikisha kwamba mambo yanaweka sawa. Bahati nzuri alipangiwa pale pale Iringa mjini. Baada ya kumaliza kila kitu aliweza kurudi Dar es Salaam ili aweze kutuchukua. Basi tuliweza kuondoka mimi na mama pamoja na mdogo wangu na dada wa kazi mpaka Iringa. Kiukweli Iringa nilikuwa napachukia sana. Nilishazoea Dar, hivyo sikupenda kabisa kuishi mkoani Iringa. Nilipoona kama kijijini na kuna baridi sana, hivyo nilikuwa nalalamika kila siku kuhusu baridi la Iringa. Mama alikuwa ananisema sana, sababu kila siku nilikuwa nalalamika. Akasema, mwanangu, nisikilize kwa umakini. Hapa ndipo maisha yetu yalipo kwa sasa. Usijishaue kabisa. Sijui kama umenielewa. Basi nikawa na nuna kila siku. Mdogo wangu alihamia shule ambayo mama yangu alikuwa anafundisha, na mimi waliweza kunipeleka shule ya kutwa ya mtu binafsi. Hawakutaka kabisa kwenda kusoma serikalini, japo nilikuwa nimefaulu kwenda huko. Mama na baba walipenda nisome shule ya binafsi. Basi nilianza shule nikiwa sipendi sana kusoma hapo Iringa, lakini utoto bana. Niliweza kupata marafiki, hatimaye nikaanza kuenjoy sana kuishi Iringa. Mama yangu alikuwa mkali sana. Hakupenda sisi tuwe tunazunguka mitaani.
Hivyo mimi na kuenjoy kwangu kote ulikuwa ni muda wa shuleni tu, lakini nikirudi basi mimi ni mtu wa ndani kujisomea na kufanya kazi za binafsi. Mama yangu alikuwa hatilii mkazo kabisa kufanya kazi ikiwa kama msichana. Hivyo ilikuwa inamfanya dada wa kazi afanye kazi zetu zote ambazo sisi tungebidi tuzifanye kama watoto kwa ajili ya kujifunza. Kazi yetu kubwa ilikuwa tu ni kusoma pamoja na kuangalia TV. Mpaka nipo kidato cha kwanza nilikuwa sijui hata kufanya kazi yoyote ile. Mama yetu japo ni mkali, lakini alikuwa anatupenda sana na kutujali. Tulikuwa tunakula na kuvaa vizuri sana. Ukituona mtaani unasema sisi ni watoto wa kishua. Mwaka ulipita tukiwa Iringa. Nikafika kidato cha pili. Baada ya kufika kidato cha pili ndipo akahamia binti mgeni mmoja kutokea Arusha ambaye alikuwa anaitwa Mainda. Mainda yeye ni kabila la Mbulu, mweupe sana, mzuri mno, tofauti na Mchaga. Mimi ni mweupe sawa, lakini sio kama yeye. Mainda alihamia darasani kwetu, akaja kukaa karibu na mimi. Basi kila kitu akawa ananinunulia mimi. Basi kwa kufanya hivyo ikatufanya tuzidi kuwa marafiki. Mainda alinikaba penalty, maana alikuwa akinikuta na marafiki zangu wa zamani alikuwa hataki. Hivyo alikuwa anataka muda wote tuweze kuwa pamoja naye. Alikuwa ananinunulia vitu vingi sana, japo na mimi nilikuwa na pesa za kupewa ambazo nilikuwa napewa na mama yangu. Miezi minne ilipita tukawa tumeshibana sana na Mainda. Alikuwa anaishi mbali kidogo na tulipokuwa tunaishi sisi. Yeye alikuwa anafanya kazi ya benki. Huyo ni dada yake, naye ni mzuri sana kama Mainda. Mama yangu alifanikiwa kujenga nyumba yake binafsi huko mkoani Iringa. Nyumba yetu ilivyokamilika basi tulihamia kwetu rasmi. Nyumba yetu ilikuwa ni ya kawaida tu, lakini cha ajabu ilikuwa ipo karibu sana na Mainda. Hivyo ushoga wetu ulizidi kubamba, lakini pia mama alichimba kisima cha maji licha kwamba maji alikuwa ameshayavuta. Lengo lake kubwa maji yasiishe pale ndani kwa sababu alikuwa na bustani yake ya mboga mboga pamoja na miti ya matunda. Tulikohamia sasa ilikuwa ni jirani sana na Mainda, hivyo ukaribu wetu ulizidi kusogea na ulizidi kuwa bambam. Siku moja Jumamosi, Mainda alikuja nyumbani kunitembelea. Akanikuta niko zangu ndani tu naangalia zangu TV. Akasema, "Dia, nimekuja, naomba unisindikize mahali." Nikasema, "Wapi huko?" Akasema, "Wewe twende. Mbona una maswali hivyo?" Nikasema, "Mama yupo, namuogopa na siwezi nikatoka." Akasema, "Usijali, nitakuombea ruhusa." "Kwani yuko wapi?" Nikasema, "Yuko bustanini." "Kwani wewe haujamuona?" "Mai, sijamuona." "Kwani yuko wapi?" "Yuko nje. Alikuwa anauzia wa mama mboga. Kwa hiyo nenda nje kajaribu kumwangalia, uendo kamuona. Yuko kule bustanini." Basi bana, Mainda aliweza kutoka nje na kumkuta mama. Alimsalimia mama, akasema, "Marhaba mwanangu, au jambo?" Maya akasema, "Si jambo mama, nimekuja kukuomba jaki, naomba nisindikize. Dada yangu anaishi Ipogolo, ameniita mara moja niweze kwenda kumpelekea hela." Mama alikuwa anampenda sana Mainda sababu ya heshima yake na ucheshi wake. Mama akasema, "Sawa, lakini mnaendaje? Na kule ni mbali sana mbona?" Akasema, "Tutapanda gari mama, wala hata hilo usijali." "Oh, sawa, ila huyo mwenzio sijui hata kama ameoga, maana amekaa tu humo ndani kama sufuria linasubiria kuoshwa." Basi bana, nilicheka mno vituko vya mama yetu kwa sababu mama pia alikuwa ni mcheshi sana. Basi niliweza kuingia zangu ndani na kumwambia rafiki yangu kwamba nimeongea na mama, amekubali. "Je, umeshaoga sasa?" Akasema, "Nishaoga." Akasema, "Basi
badilika, vaa nguo nzuri ili tuweze kwenda. Nikasema sawa. Niliingia ndani na Mainda chumbani, nikavua gauni nililovaa nikalitupa huko, maana nilikuwa sipendi mimi kupanga nguo. Kazi za kupanga zilikuwa ni za dada wa kazi. Nikatafuta nguo kabatini, nikatoa suruali yangu ya jinsi na kitisheti changu hivi cha mikono mifupi, nikatinga na kutoka zangu. Baada ya hapo tuliweza kumwaga mama. Mama akasema, angalieni magari, alafu huko kweni makini na muwahi kurudi. Kaambia mna shida mama. Baada ya hapo tulitoka na kuanza kuelekea kwenda kituoni cha magari. Baada ya kufika, Mainda akasema twende kwenye taksi. Nikamtizama, nikasema wewe, kwenye taksi? Una hela ya taksi wewe? Akasema hebu twende, mbona maswali mengi jamani, kama tuko polisi bana. Nikacheka, nikasema okay sawa. Akanivuta mkono, tukaweza kusogea mpaka kwa dereva wa taksi. Mainda akasema tupeleke Ipogoro dereva. Akasema sawa, pandeni. Tukapanda nyuma wote. Tukiwa njiani sasa, gari limeanza kwenda. Mainda akaanza kunishangaza. Alitoa gauni lake kwenye kipochi chake, kisha akasema nishikie ili niweze kubadilisha nguo. Nikasema unabadilisha kwa nini? Mbona umependeza tu. Akasema tulia mdogo wangu. Basi bana. Akaanza kuvua nguo, hakuogopa hata kumwangalia dereva. Akabakia tu na chupi. Alikuwa na matiti madogo madogo sana, kwa hiyo hata hakukuwa na haja ya kuvaa shidilia. Alivyovua akavaa kile kigauni kifupi mno. Mwenyewe waga navaa nguo fupi, wala mama waga nizuii, kwa sababu mama yetu sisi ametupa uhuru sana, lakini ya kwake ilikuwa ni fupi mno. Basi bana, Mainda alirudisha lile gauni lake la kawaida kwenye kipochi, akatoa poda na kipakio, akaanza kujiremba sasa. Akaanza kujipaka, akajilemba huku gari likiwa linaenda. Baada ya kumaliza, ye mwenyewe kwanza ni mzuri. Alivyoongeza na kujilemba ndivyo alizidi kupendeza zaidi. Akasema sogeza na wewe uso wako hapa ili niweze kukulashia poda bibie, na ujifunze kupaka mafuta mazuri, uondoe hivyo vipele usoni bana, maana wewe ni mweupe mzuri lakini matunzo huna, lo, unakuwa kama fenesi bana usoni. Nikacheka, nikamwambia kwa hiyo ndo unanichamba sasa, si ndio? Akasema hapana shoga yangu, njoo nikupake poda na nitakupa mafuta ambayo mimi mwenyewe natumia, utang'aa, utajisahau nakwambia. Nikasema mimi sijazoea kujilemba. Akasema ndio, lakini mara moja sio mbaya. Aya bana. Basi niliweza kusogeza kioso changu pale, yeye akaanza kuniremba. Baada ya kujitazama, kiukweli nilinoga sana, uso wangu ulipendeza sana. Akasema umejiona ulivyo mzuri Nikasema nimejiona mwaya. Akasema unatakiwa ujipende sasa. Nikasema nitaanza, maana nimejiona nilivyopendeza. Akasema sawa. Safari ilizidi kuondoka, hatimaye tulifika Ipogoro. Mainda akamwambia dereva, niazime simu yako nimpigie mwenyeji wangu. Dereva aliweza kumpa simu, Mainda akaandika namba kisha akampigia huyo mwenyeji wake. Simu iliweza kuita, kisha akasema mimi Mainda nimeshafika Ipogoro. Kwa hiyo uko wapi? Yule mwenyeji aliweza kumwelekeza, kisha Mainda aliweza kumwelekeza dereva na gari likaweza kusogea. Lakini mimi nilichokisikia kwamba twende baa. Dereva aliwasha gari mpaka huko. Mimi nilishangaa.
kwani mama mdogo wako anafanya kazi baa? Baada ya kumuuliza, Mainda wala hata kunijibu, akasema hapo hapo, mimi sina mama mdogo wangu huku. Nikasema sasa tunaenda wapi? Akasema hapo hapo dereva, tumeshafika. Hakuweza kunijibu. Mara akafungua mlango akashuka. Nikaona kuna mkaka anakuja. Kwa kumkadilia ni mkubwa kidogo, ana weupe fulani hivi, lakini makadilio yake ni miaka 26 hadi 27 hivi. Niliweza kuzubaa kwa sababu si mambo yangu mimi kusogea huko kwenye mabaa. Walikumbatiana na Mainda kisha wakapeana mabusu moto moto mdomoni. Macho yalinitoka. Nilijiuliza, kulikoni tena? Msikilizaji, ndio kwanza tunaanza simulizi yetu. Najua una hamu na shauku kubwa sana ya kutamani kujua nini ambacho kitakachoendelea, lakini kama ndo mara ya kwanza unaingia kwenye hii channel, basi nikuombe bonyeza neno subscribe, like, ukiweza share utakuwa umetisha sana. Mwandishi anaitwa Lisa Mwala, ninayekusimulia mimi naitwa Gamaso OG Mzalendo, bingwa kusambaza upendo, sinaga skendo. Waswahili wanasema taratibu ndio mwendo, ni mwiko kumpiga mtu na mwiko, maji ya pande mlima, mwaka wa 90 tatizo bana litabaki kuwa moda. Twende sehemu ya pili.